uponyaji wa roho na uponyaji wa nafsi na uponyaji pia wa mwili. Kuna wakati mwingi wanadamu wanakuwa wagonjwa ama wanateseka. Na hapa Yesu anatutokezea mambo ambaye mtu aliyepakawa ama mtu aliyekuwa mwenye pepo. Alikuwa mtu ambaye kabla ya hayo alikuwa mtu mzuri, mtu ambaye aliyekuwa na mipango yake. Lakini wakati pepo alimuingia, na Biblia inasema walikuwa pepo wengi sana, ikabidi akaondoke nyumbani. Makao ya mwanadamu ambaye ako na akili nzuri iliyo sawa anakaa nyumbani. Mwanadamu ambaye ako sawa sawa katika fikra zake huvaa nguo. Lakini huyu mtu alikuwa mtu ambaye alikuwa uchi, anatembea uchi wa mnyama, anakaa makaburini, na nafsi yake ilikuwa imechukuliwa na mapepo na kumpeleka katika jangwa, yani wandering in the wilderness. Kwa hivyo wakati ambapo tunatazama neno ambalo ni uponyaji, ni la Kigiriki linasema kwamba ni kukua sawa ama kufanya kuwa sawa ama kuweka mtu ambaye nafsi yake kukua sawa, yani kukua kamilifu kwa uponyaji. Na tunapata Mwokozi Yesu alikuja kwa ajili ya hii uponyaji. Watu wengi wamepitia katika mateso, watu wengi wamekuwa wagonjwa, na wanafika mwisho wanapata kwamba wamefinyika kiasi kwamba hawawezi hata kuambia mtu, lakini katika maisha yao wanaendelea kuteseka. Kama Wakristo na wanafunzi ambao ni wa Yesu Kristo, wale ambao Yesu ni rafiki yao na Yesu pia ni mwalimu wao. Yesu anatufundisha, na Yesu naye alikuwa anafundisha wanafunzi wake kwa sababu ya uponyaji, kwamba kunahitaji kuponywa roho yako, kunahitaji kuponywa pia nafsi yako. Wakati ambapo unaokoka, nafsi yako inageuka kutoka nafsi ambayo ni ya dunia, inafanyika nafsi ambayo ni takatifu, ya kwenda kuhusika na mambo ambayo ni ya mbinguni na Mungu aliye hai. Na pia mili, wakati ambapo mapepo inaingia, inatesa nafsi zetu, inatesa roho zetu, na inafanya tunakuwa katika hali ambayo ni ya kushindwa katika maisha yetu, kwa sababu hizo vitu vitatu vimeweza kuteseka katika njia moja ama ile. Leo inasema kuponywa kwa mtu aliyebagawa na mapepo. Alihitaji kuponywa ili awe sawa. Watu wengi wanahitaji uponyaji wa kiungu. Leo inasema kwamba wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayoelekea Galilaya. Naye aliposhuka pwani tu, alikutana na mtu mmoja wa mji ule. Alikuwa mtu wa mjini mule, mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani ila makaburini. Huyo mtu alikuwa amepagawa siku nyingi sana. Kuna wakati ambapo unakuwa na shida fulani ambayo shetani alishaingia katika maisha ya mwanadamu na kuleta mateso. Nguvu za giza ambazo ni nguvu za mashetani zikiingia ndani ya mwanadamu, zinaleta shida, zinaleta magonjwa, zinaleta mahangaiko, zinaleta mateso mengi. Ile inasema huyu mtu wa mji ule alikuwa amejulikana
alikuwa mtu ambaye alikuwa amepagawa sana sana. Alikuwa anafika mahali wanamfunga na nyororo, wanamfunga na kamba, lakini alikuwa na nguvu nyingi. Anakata hizo nyororo na anakata hizo makamba. Pala akawa katika hali ya kushangaza watu sana. Wamlimita mwenye pepo. Na hakuvaa nguo kwa sababu hakuwa na akili ya kuvaa nguo. Akili, shetani alishaingia ndani. Alishachukua nafasi ya akili za mwanadamu. Kwa hivyo hafikirii sawa, haenendi sawa. Wakati mwingine watu wanaita depression. Unapata mtu ako depressed ni kwa sababu ya pepo fulani ama nguvu za giza ziliingia mpaka zikaweza kuguza akili yake, zikaharibu. Sababu shetani anajua mwanadamu akiwa na akili atafanya mambo mengi. Akiwa na akili atajua kuomba. Akiwa na akili atajua kuvaa na kujipanga vizuri na kuweza kukaribishwa na watu wengine. Lakini akili zake zilikuwa gonjwa. Akili za huyu mtu zilikuwa gonjwa. Mara nyingi unapata watu wanakaa tu kuzubaa na kuangalia. Unapata mtu ambaye alikuwa amesoma vizuri, ako sawa sawa, akili zake zilishaharibiwa. Ni kwa sababu ya vita ambavyo vinatokana na wanadamu, vinatokana na mizimu, vinatokana na mapepo ambayo inazunguka duniani ikitafuta mtu ambaye ni wa kuharibu. Hata shetani akaona mtu wa Mungu ambaye ni Ayubu. Alikuwa mcha Mungu, alikuwa anapendeza Mungu. Akaona kwamba atese kwanza mali yake, atese maisha yake, amwangaisha katika njia ambayo kwamba hataweza kuelewa na kuendelea vizuri. Lakini alipopeleka malalamishi na mashtaka kwa Mungu, aliambiwa kwamba unaweza kuguza vitu vingine vyote, lakini usiguze moyo ama nafsi ya huyu mtu. Kwa sababu nafsi, ukiwa nafsi na nafsi yako ikiwa hai, wewe unaweza kwenda mbali, unaweza kufanya mambo ambayo ni makuu. Mungu wa urejesho ako pamoja nawe. Kwa hivyo shetani anaweza kupitia kwa mali ili akudunge kisu, ili akaweza akili zako ziende kwamba nimepoteza mali, nimepoteza mashamba, nimepoteza maisha. Anaweza pitia mpaka kwa watoto ili akili zako zisiwe sawa tena. Anatafuta mahali ambapo ingilia. Mpaka watu wanamzoea, wakimwangalia hakuna aibu kwa sababu ya uchi wake, kwa sababu ni mtu ambaye amepagawa. Huku Afrika watu wakiona mtu ameruka kichwa, amekuwa wazimu, hawashughuliki. Hata watu wa jamii wanaachana na yeye, wanaona kama wamepoteza. Lakini niliona Marekani, ukionekana tu kwa barabara, ukianza kuongea peke yako, watu wanapiga simu mara moja, 911 inakuja inachukua, alafu inakupeleka mahali ambapo utaweza kushughulikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini huko Afrika watu wameachiliwa. Ninashukuru Yesu kwa sababu waliopagawa, waliopoteza akili, Bwana Yesu Kristo anawatembelea katika jina la Yesu. Amen. Amen. Walioibiwa maisha yao, wengine wakatengwa, wengine wakafanywa walevi, wengine wakafanywa wa kuchukia watu, wengine wakafanywa watu ambao wa kuabudu mashetani. Bwana Yesu anapokuja kunakuwa na msaada wa tosha, msaada wa kipekee. Mtu huyo alipomwona Yesu alipiga kelele, akaanguka mbele yake, akasema kwa sauti kuu, ni nini wewe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Nataka kuambia kwamba hata mapepo inajua Yesu ni nani. Inajua Yesu ni mwana wa Mungu aliye juu, the most high God.
wanadamu, yaani ile roho ilikuwa ndani ya huyu mtu ambaye ilikuwa inamtesa, imemnyima hata kuvaa nguo. Hiyo roho ilipoona Yesu Kristo, iliona moto ambao ni wa Mungu ukiwaka. Alipoiamuru ondoka katika mtu huyu, kwa sababu huyu mtu anapoachiliwa, anapofunguliwa, ni mtu ambaye kwa sawasawa. Neno la Mungu imenifunza kwamba ikiona mtu akiwa kwa hali mbaya, huwa ninaona baraka mbele yake, huwa ninaona ushindi mbele yake, ninaona transformation, mageuzo mazuri makubwa mbele zake, kwa sababu ya neno la Mungu lililo hai. Mapepo yakasi, Yesu kamwambia, tafadhali usitupeleke kwenye shimo. Shimo inayonenwa katika kitabu ambacho ni cha mwisho katika Biblia, kitabu ambacho ni cha Ufunuo wa Yohana, sura ni 3:18-16 pale inanena juu ya kusukuma mapepo kwenye shimo ambayo haina mwisho, na shetani hapendi pale, hapendi mahali ambapo ambapo anapelekwa pale, kwa sababu hatarudi. Shimo ya moto ukisukuma huko haipendi, na ikasema kwamba tafadhali usitupeleke kwenye shimo. Ikaomba ruhusa, ikasema tunakusihi usitutese, kwa kuwa amemwamuru pepo huyo mchafu amtoke yule mtu, maana amepagawa naye mara nyingi, na hata alilindwa na kufungwa na nyororo. Na huyo pepo akamkimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. Yaani pepo akiingia ndani ya mtu, huyo mtu hana control, anamsukuma jangwani, mahali ambapo kuna manyoka, mahali ambapo kuna uchafu, mahali ambapo kuna nyesha, anakaa kama mnyama. Yesu Kristo, Mungu aliye hai, the most high God, ako pamoja nasi ili kufungua wale ambao walioteswa na kufungwa akili zao na roho yao kuweza kuangaishwa na kupelekwa jangwani. Wale ambao hata roho zao zimekuwa kuenda katika mabahari na kuabudu vitu ambavyo ni vya bahari kule, mapepo ambayo ni ya baharini. Wengine roho zao zinasukumwa, zinatembea mabarabarani zikifanya ajali, yaani roho ambazo ni za shetani. Wengine wanaangaishwa, hawawezi kulala, hiyo roho imetoa usingizi, hata imeleta mafikra tu. Wengine roho imeingia ndani yako ya hasira, yaani unataka tu kuua kila saa. Roho inaweza kukupeleka mahali popote. Ndio kwa sababu tunasema roho yako inapoponywa na roho wa Mungu ambaye ni msafi, anaingia ndani, inakuwa ni sawasawa. Mungu anatawala na mambo inakuwa mema. Glory, glory, glory to Jesus. Nahubiri juu ya uponyaji wa roho, nafsi na tena mwili. Yote vinahitaji uponyaji. Basi hapo palikuwa na kundi la nguruwe. Hiyo mapepo ikaingia ndani ya nguruwe, na nguruwe walikuwa wengi. Alipowapatia ruhusa, manguruwe walichanganyikiwa, wakaanza kuchomeka na ile mapepo pamoja ndani yao. Nalo kundi lote gengeni kwa kasi wakakimbia ziwani, wakaingia ndani ya maji na wakakufa. Wachungaji walipoona hayo walishangaa. Hii inaelezea juu ya wale mapepo. Walisema kwamba hao ni jeshi. Kiingereza wanasema
we are legions. Legions, pepo moja liko na jeshi ya mapepo 6,000,000. Sasa zikiwa pepo 7 ndani yako, uko na jeshi la mapepo 6,000,000 times 7 ambayo inakaa ndani yako. Kwa sababu unaona mtu anapoanza kupigana akiwa na mapepo anakuwa na nguvu zaidi, anavuruga watu ambao wamekula ugali na githeri vizuri, anaangusha hata watu 10. Sababu ya ile mapepo iliyo ndani yake. Yesu akaita wanafunzi 12, akawapa mamlaka kinyume cha pepo wachafu, kuwakemea na kuponya kila maradhi na kila magonjwa, katika Mathayo 11. Aliwapa mamlaka kwa sababu alijua magonjwa inatesa watu. Unaweza kuombea watu, na watu wengine ambao wamepata magonjwa ya COVID-19 wameenda mahospitali, lakini walipotoka hospitali wameendelea kuteseka, wamechoka, wanaumwa na kichwa, wanasikia viungo vimekatika, wajue wafanye nini. Hata wakimeza madawa haiendi, wakipimwa wanaona COVID-19 iko negative. Sasa wanashindwa ni nini. Juzi nikiwa ninahubiri, nikaanza kuhubiri juu ya uponyaji wa COVID-19, na nikasema wale ambao wameponywa na mapepo imebaki ndani ya mwili yao inawatesa, wamepoteza ile hali ya kunusa, ile hali ya kuonja chakula, na nikasema lazima hizo pepo ziondoke katika jina la Yesu. Hata kwa wazee ambao walikuwa wamepagawa mpaka vifua vyao, COVID-19 imeharibu. Nikanyosha mkono wangu nikiwa ninaomba wakati huo, na watu walikuwa wanasikiza kutoka kila mahali. Baadaye siku iliyofuata nikapigiwa simu, nikaambia wakati nilikuwa naomba, kuna msichana mmoja ambaye ni nurse mkubwa katika hospitali fulani, alikuwa amepata yale magonjwa na ilikuwa imemvunja, alikuwa amepona lakini hawezi hata kusimama kwa muda fulani. Lakini wakati niliomba, alisikia kitu kimemuondoka, hali yake ya kunusa ikarudi, hali ya taste of smell, taste of food, na taste ya vitu vingi, hata kusikia masikio ilikuwa inasikia vizuri, ikarudi mara moja. Ni kwa sababu roho ya COVID-19 ilikuwa imeingia, na hiyo roho ya COVID-19 ni ya kuangamiza. Sasa hata ukipona unapata uko weak. Kwa hivyo tujue kwamba COVID-19 sio tu magonjwa, corona si tu magonjwa ya kawaida. Hiyo ni pepo, inahitaji kukemewa katika jina la Yesu. Haleluya. Na wale ambao wameua hiyo ugonjwa, kama kuna pepo ambayo ikalia maisha yako, kama imekaa katika mwili wako, ile pepo ya maangamizo, katika jina la Yesu kapate kushindwa na wewe ukapate kutakasika. Amen. Haleluya. Ninahubiri juu ya kuponywa katika mwili na kuponywa nafsi. Yaani umeponywa mwili, corona haiko, lakini katika mwili wako kuna ile kuchoka, kuna spirit ambayo imebaki ndani yake. Hizo roho ndio lazima tunapoomba tuzikemee, ndio tumepewa mamlaka. Nasema tumepewa mamlaka. Amen. Hata shetani anajua tumepewa mamlaka, ndio kwa sababu nasikia hapo nilipoona Yesu Kristo anakuja anasema uko na nini na nani. Ninasema lazima tutapesa mapepo katika jina la Yesu, na Mungu aweke watu wake huru. Haleluya. Amen. Niongee kidogo juu ya hizi nguvu za mapepo ama nguvu za giza, ama anasema nguvu juu ya shetani na mapepo. Leo nasema katika Marko 3:27, hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu
na kuviteka vitu vyake. Asipofungwa kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapo iteka nyumba yake. Hapa Biblia inasema, inaongea juu ya mtu mwenye nguvu. Hapo ni mtu mwenye nguvu anapoingia ndani ya mwili wa mwanadamu ama katika maisha ya mwanadamu. Biblia inasema huwezi kumuondoa huyo mtu usipokuwa na mamlaka ya kuingia na kumfunga, na unapomfunga ndipo unaweza kumtoa huyo mtu. Kwa hivyo lazima tukuwe na ujasiri kwanza. Tukiona nguvu ya giza iko ndani ya mtu, unaingia kwa imani, unasema ninakufunga wewe mwovu, ninakufunga wewe shetani, na sasa ninakuamuru ukaondoke sasa katika jina la Yesu. Unaona nguvu ya giza inapiga kelele na kuondoka katika jina la Yesu. Injili hii ambayo Marko anasema alikuwa anaona Yesu na umuhimu wake wa kutenda kazi na miujiza. Aje nielezee kidogo. Mapepo moja, mara kwa mara inazungumzia wale wanaoteseka kutokana na kugandamizwa na shetani na adhari zinazotokana na kukaliwa na roho chafu. Na kwa hivyo iko na maelezo hapo, inasema ukikaliwa na roho chafu ama shetani unakuwa na mateso na kuhangaishwa na kugandamizwa. Huyo mtu alikuwa mtu wa maana, lakini aligandamizwa maisha yake. Wale ambao uchafu inaingia katika maisha yako, milango yako inafunga, kila mlango unagonga, wanakuambia hakuna kazi, na mtu mwingine akikuja anaingia kazi. Sababu roho iko juu yako, inakuzuia, inakugandamiza, inakutesa. Namba mbili, mapepo ni viumbe vya kiroho vyenye nafsi na akili. Viko na nafsi na tena viko na akili. Vinajua baraka yako, vinajua kuteka nafsi yako na kuihangaisha isimpende Mungu, isimwabudu Mungu, isiende mbinguni, isikubali wokovu. Kwa hivyo vinajua ile baraka yako. Ukisikia mtu ambaye amenaswa, inaongea juu yake, kwa nini tumemnasa na tulitoka wapi na tukakuja wapi. Kwa hivyo ni viungo ambavyo viko na akili, wakiwa kama washirika wa ufalme wa shetani na kama maadui wa Mungu na tena wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ole, Mungu ameniambia nizungumzie hayo, ni muhimu. Sababu watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Lazima tujue, ukiwa katika hali ambayo ni deliverance, lazima Mungu atakuelekeza na ataendelea kuweza kukupatia nafasi ambayo ni ya ushindi na baraka ambazo zinatosha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ajabu ako na uwezo na mamlaka na kutupatia uwezo wa kupambana na hizi nguvu za giza. Akawaita wanafunzi, akawapa mamlaka kinyume cha nguvu za pepo wachafu. Watu, mapepo ni nguvu iliyo nyuma miungu ya sanamu. Hivyo kuabudu miungu ya zamani ni ya sanamu ni kuabudu mapepo. Ukiabudu miungu ya zamani ya sanamu, ukienda kuinamia kitu ambacho ni sanamu, unaabudu mapepo, na Mungu hapendi ama hawezi shiriki Mungu wake na yeyote. Anasema katika kitabu ya Isaya, kando yangu hapana Mungu. Na anasema katika kitabu ambacho ni cha Kutoka 20, anasema usiabudu Mungu mwingine isipokuwa mimi. Kwa hivyo wakati unaabudu vitu vya sanamu, unaabudu mapepo, na iko na nafasi ya kukuingia
na kukunasa na kukushika na kukutesa, kwa sababu Biblia imesema kwamba hiyo yaani mapepo ni adui wa Mungu na tena adui wa wanadamu. Inawasomea Mathayo 12:43 mpaka 45 inaongea juu ya hiyo. Yeye huleta maovu na chini ya mamlaka ya shetani, ako na mamlaka yake ya kutesa watu. Hatuwezi soma, lakini kwa sababu ya masaa tunaenda mbio. Namba 4 inaelezea juu ya ulimwengu kama ulivyotengwa na Mungu na kutekwa na shetani. Ulimwengu kama Mungu anavyopanga mambo yake. Msipoabudu Mungu wa kweli, anasema kizazi hiki, kizazi cha nyoka, kizazi kilichomwacha Mungu, lazima wajue kwamba huyu nyoka alitumwa kuuma wanadamu kisikino, kuuma mahali ambapo hauwezi kuona. Kwa hivyo Wakristo lazima wampinge huyu shetani katika vita vya kiroho. Na Mungu ni roho, wala wanamwabudu lazima wamwabudu katika roho na kweli. Na shetani roho, na wale ambao wanaabudu shetani hao wako na jeshi lao. Lakini jeshi la Mungu ni kubwa kushinda majeshi mengine yote ambayo unaweza fikiria. Anaweza, na mara nyingi yanaishi katika miili ya wasioamini. Marko 5:15 ukisoma pale utaweza kuona inakaa katika miili ya wale ambao wasioamini na kuwagandamiza. Lakini tuko na hakikisho kwamba wakati ambapo Mungu ako ndani yako, ile uchafu ambao na uharibifu wa shetani hauwezi kukusongea, kwa sababu kuna Roho Mtakatifu ndani yako. Kuna nguvu za Mungu katika maisha yako. Kuna ushindi katika maisha yako. Mapepo huweza kusababisha magonjwa katika miili ya mwanadamu. Mathayo 9:32 mpaka 33, 12:22 naweza soma pale. Inasababisha magonjwa ingawa sio magonjwa yote na maradhi yote yatokanayo na roho chafu. Magonjwa mengine inaweza tokea tu ya kawaida, lakini magonjwa mengi katika Biblia ambayo Yesu alikutana nayo inasababishwa na huyu mwovu ambaye ni shetani. Wanaojihusisha na mambo ya uchawi wanashughulika na roho chafu. Hii wawezesha kwa urahisi kupelekwa kufungwa na mapepo. Watu ambao wanahusika na roho chafu na uchawi wanatesa wanafunzi wa Yesu kama watu ambao ni wa Mungu, wafunga. Ingeendelea, lakini masaa imesonga. Kwa hivyo wakati ambapo wachungaji waliona vile nguruwe iliposukumwa ikatolewa nje na ikatolewa ikawekwa ndani ya maji, walikimbia wakaenda mjini wa mashambani, wakasema huyu Yesu, kuna mtu anayeitwa Yesu amekuja, ametorosha nguruwe wakaangamia. Watu wakakuja kuona, lakini watu walipofika pale, kila waliona ni yule mtu ambaye alikuwa amepagawa, ameponywa, amekaa katika miguu ya Yesu. Unaona, shetani ambaye ni ya kuabudu Mungu ananyenyekea. Wakashangaa, wakasema, wakaona amevaa nguo, yaani akili imerudi, amevaa nguo, ameoga, amenyolewa nywele. Hata kunyoa nywele wanashindwa kwa sababu mapepo inakataa nywele isinyolewe. Kuna msukumo ambaye inabadilisha watu wa Mungu. Tunasoma hapo mahali, kuna mahali ambapo inaongea juu ya ule mama ambaye alikuwa ametokwa na damu kwa muda mrefu.
hapo 8:43 mpaka 48. Ile inasema the woman with the issue of the blood akawa ameteseka siku nyingi, ametembea katika watu ambao wauguzi wengi kuweza kumsaidia kwa daktari, lakini hakuweza kuponya. Akasema nitaenda kuliguza vazi lake Mwokozi Yesu, na ninapoguza mimi nitaponywa. Watu wengi walikuwa ni wengi sana, walikuwa wamezingira Yesu, lakini alipopenya akapita akaguza lile vazi, huyo mama damu ikakauka akaponywa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu akasema kuna mtu ameniguza. Petro akasema na wanafunzi wengine, watu ni wengi ambao wanasongea, mbona unasema kuna mtu ameguguza? Lakini huyo mwanamke akiwa ameogopa akakuja kwa Yesu akasema kwamba ni mimi ndio nimeguguza kwa sababu ya kuteseka miaka 12 kwa kutokwa na damu. Huyo mama akaponywa mwili kwa kuguza tu vazi lake Yesu. Haleluya. Imani yako inaweza kukusongesha karibu na upate uponyaji. Wanadamu ambao wameteseka na wanafika mwisho katika maisha yao kutafuta uzima, wanapokimbilia Yesu wanapata uponyaji. Imani inasukuma watu kwa Mungu sasa wakapate kuponywa, wakapate kufunguliwa milango yao na baraka yao ikapate kuonekana mara nyingine, kwa sababu kuna uwezo. Shetani akiwa amekutesa ukikaa nje ya Yesu umeteseka, lakini ukikuja kwa Mungu kuna mlango uliofunguliwa. Huyo mama akaponywa. Yesu akamwambia, imani yako imekuponya, umekuwa sawa, umekamilika, you have been made whole. Yaani Mungu anakuponya damu iliyokuwa inamwagika, akamponya roho yake, akamponya nafsi yake, akamfuata Yesu akiabudu. Yule mtu wa mapepo aliponywa akili yake, akaponywa nafsi yake, akaponywa pia roho yake, akakaa chini ya miguu ya Yesu. Yesu anaweza, Yesu atakuponya, Yesu atakutakasa, kwa sababu kwa Mungu hakuna lolote ambalo haliwezekani. Haleluya. Kuna Luka mlango wa 8:50 inaongea juu ya ule msichana mdogo ambaye alikuwa amekufa, na wakati ambapo baba alileta ujumbe alisema amini tu, yule msichana ataweza kuponywa. Akiwa Yesu amechelewa kwenda kumponya, lakini Yesu aliposikia hayo alimjibu, usiwe na hofu, amini tu naye ataponywa. Amekufa, lakini Yesu anasema amini tu ataponywa. Yaani kwa Yesu ni rahisi. Wanadamu wanaona kwamba msichana tayari amekufa, hakuna haja ya kwenda kwa nyumba tena, kwenda kuomba kule, sababu msichana amekufa. Kile kitapata ni kuzikwa. Kile ambacho kimeonekana kinakufa, Yesu anakifufua, sababu huyo Yesu ndio ufufuo wetu. Haleluya. Glory to God. Kama mtu anaonekana ameisha kabisa, Yesu anamfungua, Yesu anamponya, Yesu anamrejesha. Roho yake ilikuwa imekufa, lakini akarejesha hiyo roho. Huyo msichana akaamka tena akiwa mkamilifu. Mungu anaponya, unakuwa kamilifu. Lakini ukienda kwa daktari ukiwa unaugua mguu, na useme unaugua mguu, hai shingo huko umesema, daktari atakutibu mguu, ukitoka pale mguu unapona, lakini shingo inaendelea, kichwa inaendelea na vitu kama hivyo. Lakini Yesu akikuponya, yote you are made whole. Unafanyika sawa. Utakuwa sawa katika jina la Yesu. Baraka zako zitakuwa sawa katika jina la Yesu. Kila ambacho unaombea kitakuwa sawa katika jina la Yesu. Wacha tuombe. Baba, ni asante sioni walao mchana wa leo. Na kama wanaependeza tumekuja na ukatupata nafasi ya kukuabudu.
tumesema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu wa ushindi, tena Mungu wa amani, Bwana uliyejaa rehema na utukufu. Asante kwa neno lako, umetufundisha kwamba wewe ni mponyaji wa roho zetu, ni mponyaji wa nafsi za mwanadamu, ukaokoa sisi ili tukafanyike kuwa watoto wako. Kwa wokovu roho zetu na nafsi zetu zimeweza kuponywa, na pia unatuponya mili zetu. Inaomba katika jina la Yesu, anayenisikia, aliyesimamia yoyote kwa ajili ya maombi, inaachilia uponyaji katika maisha yao. Walioteseka katika akili zao, ambao wamepagea mekorobo nama zao, yaani mapepo imechukua na akili zao na kuwatesa na kuwaondoa katika njia na kuwa mwanadamu wa kawaida. Inakemea hizo roho sasa katika jina la Yesu Kristo, itapate kushindwa, iondoke na ziende kwenye shimo ambalo halina mwisho, shimo ambalo lina moto, shimo ambalo lina jehanamu, ambalo halina mwisho kamwe. Tunaamuru hiyo mapepo iliyofunga watu itakuwa nguvu chafu ambayo imewaangamiza na kuangaisha na kuwatesa na kuwapeleka jangwani. Katika jina la Yesu tunaondosha hiyo nguvu ya giza. Hatupa mamlaka ya kukemea roho chafu. Oh, haleluya! Weka ziondoke zote roho za magonjwa katika miili ya wanadamu wanaomisikia sasa, watu wa Mungu wanaomisikia sasa, walioingia kwa mtandao huu wanaosikia sasa. Kama umepagawa, inaponyesha mkono wangu, anza kufunguliwa sasa. Mapepo piga nduru, ukienda kuzimu, kwa sababu hili ni hekalu la Bwana. Huyu ni mtumishi wa Mungu, huyu ni mama mteule, huyu ni ndugu ambaye anahitaji kufaulu katika maisha yake. Kwa hivyo I command you now, katika jina la Yesu, ondoka kwenye maisha yake. Magonjwa aliyokuja nayo, chukua virago zako, chukua mizigo ya magonjwa, ondoka katika maisha yake. Enda kuzimu katika shimo ambalo halina mwisho. Baba ni asante, aliyeteseka na magonjwa ya kansa, magonjwa ya COVID-19, na hapo wengine wamepona, mapepo imebaki. Nasema ile miguu ama ile nyayo, alama za miguu ya shetani iliyobaki kwenye maisha yako, inabaki kwenye mwili yako.